Unajua, Tanzania ni nchi yenye mali nyingi sana. Tanzania kuna madini mengi sana, kuna madini mengi sana kiasi kwamba hata wale wa Tanzania wenyewe hawajui. Watanzania naona 80% ya Watanzania hawajui jinsi nchi ya Tanzania ilivyokuwa na madini mengi. Na ndio maana kwamba watu wengi walaguzi wa nchi nyingine wanaitaka sana nchi ya Tanzania kwa sababu kuna mambo makubwa sana. Kuna madini mengi sana ambayo kama haya madini yangetumika vizuri, kama haya madini yangetunzwa katika nchi yetu ya Tanzania, yangekuwa yana uwezo wa kualisha Watanzania, yangekuwa na uwezo ya kuwasaidia raia zake. Lakini kwa sababu hakuna hichi kitu cha ushirikiano kwamba okay, hii ni nchi yetu, tufanye hivi, madini haya yauzwe kiasi hiki, pesa hii itengeneze kiwanda kipya, pesa hii iende kwenye vyuo vikuu vipate mambo makubwa yani ya computer na science ili Tanzania iendelee kuinuka. Hicho kitu hakipo nchini kwetu. Yani kuna mambo yale mengi ambayo yanapita chini ambayo 99% wa Tanzania wenyewe hawayajui. Watu wanaojua haya mambo ni wale watu tu wa juu sana ambao wamekwenda shule, au Watanzania wale ambao wamekwenda shule na wamefuatilia sana, au wanaishi nchi za nje. Hao ndio wanajua mambo jinsi Tanzania ilivyotajiri. Na ndio maana unaona kwamba asilimia kubwa ya serikali inatumia huu mfumo wa zamani kuwafanya Watanzania kuonekana kama wapumbavu, alafu wanakuwa wanawadanganya Watanzania, kwa sababu Watanzania tunapenda raha. Watanzania tunakaa sema sawa tu, iende tu. Hilo ndio tatizo kubwa ambalo sisi Watanzania pia linatuponza. Tuko tu nasema haya sawa tu, anauza yeye sawa, si yeye tu. Yani Tanzania imebakia pale chini, haiendelei. Iliendelea kipindi fulani hivi, ilianza kwenda juu, lakini sasa hizi Tanzania inaendelea kushuka chini. Na kama tukiendelea hivyo, Tanzania itashuka chini kiasi kwamba hakuna mtu atakayekuwa na uwezo wa kusema lolote, kusema hii ni nchi yangu, kwa sababu itakuwa tayari imeshachukuliwa na watu wengine ambao hata sisi wenyewe hatuwajui. Hao watu wanaopewa madaraka, hao watu ambao wanauziwa vitu, ni watu wale ambao wana nguvu kiasi kwamba wakija wakisema Watanzania wote muondoke, na inabidi muondoke, kwa sababu hizi pesa ambazo tunazichukua kutoka nchi nyingine, tunauza vipengele vidogo vya nchi yetu, tunauza yale madini na kuwafanya Watanzania kama wapumbavu, alafu tunawadanganya kwamba hii wanapewa watu ili kwamba waendelee kufanya kututangazia business. Huo ni ulaghai, kwa sababu watu sio wajinga. Naona kaka anaitwa kaka Freedom ameelezea vizuri sana kwa nini hii Ngorongoro kwa mfano imepewa imeuzwa kwa Waarabu. Kwa nini? Kuna sababu kubwa, sio kwa sababu tu ya wanyama. Kuna sababu nyingine nyingi sana ambazo hiyo Ngorongoro imepelekwa wapi kwa Waarabu. Lakini mimi sitaki kuingilia huko sana. Ninachotaka kuambia kwamba ni kitu kingine ambacho kinatuponza sisi wa Tanzania ni kwamba ushirikiano umekufa. Watanzania ushirikiano haupo. Halafu Watanzania wana kihelehele, kile kihelehele chao kinafanya mwezi mmoja, miezi miwili, wakiona tu mambo yanaanza kupoa tu wanaenda chini. Wanapenda sana kufuata mkumbo, kwa sababu huyu kafanya hivi, basi na sisi tujiunge. Lakini huo mkumbo unaenda mara moja kama moto uliowekwa na petroli, halafu baadaye unazima. Na ukishazima huo, watu wote wanabakia pale chini. Na ndio maana Tanzania haiendelei. Ukianza kufananisha nchi yetu ya Tanzania na nchi ya Kenya, tofauti kabisa. Wakenya wakikusanyika wakisema jamani tunafanya hili na hili na hili, na wanafanya. Wakenya wana ushirikiano hali ya juu. Yaani huo ushirikiano wao imefanya kwamba Kenya inajulikana kila sehemu kwa sababu ya ushirikiano. Lakini Watanzania tu wanafiki, unafiki wa hali ya juu. Tunashirikiana mguu mmoja hapa, mguu mmoja pale. Ndio maana vitu vingi vinatupita, na ndio maana vitu vingi tunavipoteza. Na kama tusipoangalia tutapoteza vitu vingi sana. Kama tusipoamka na kufuatilia, yani Tanzania inaendelea kushuka hadhi yake chini. Inaendelea kuuzwa kipengele kidogo. Baadaye mtaanza kulanguliwa, mwanze kulipa visa ya kukaa Tanzania msipoangalia. Kwa sababu hebu fikiria, kama saa hizi tumeanza kuuza vile vitu ambavyo ni vya muhimu sana na vikubwa sana nchini kwetu kama Ngorongoro, airport zetu nzuri, tumeanza sisi kuvipatia na kuviuza. Hebu niambie kinachofuatia ni kitu gani? Alafu sasa tumekopa Watanzania, unajua Watanzania wamekopa wamekopa wapumbavu kiasi gani? Wanakopa wanatamaa ya kuangalia na kufuata mkumbo ule ambao umechomoka tu mara moja na kusahau yaliyotoka.
Miezi 3, 4, 5 iliyopita tumepoteza Watanzania wengi sana. Watoto wadogo wamepigwa risasi, watu wamekufa. Umeona? Lakini hiyo ilikopo ni ilikopo ni machozi na majonzi baada ya miezi 2, 3 watu walikopo wana hasira. Yaani ile nguvu ilikopo, ile energy ilikopo juu kiasi kwamba iliwatikisa watu mpaka wa nchi nyingine kwamba wao, Tanzania kuna kitu kinaendelea. Lakini saa hizi tumeshakuwa tumelanguliwa, wote tumeshakuwa kimya. Saa hizi kila mtu yuko katika sifa. Jamani, mtoto ameokolewa. Yule mtoto aliyookolewa ni sawa. Mimi sitaki kuongea baya kuhusiana na mtoto aliyookolewa, ni sawa na vizuri. Yule mtoto mmoja aliyookolewa, lakini tumepoteza watoto zaidi ya hata ya 10,000. Tumepoteza watu wengi. Halafu mimi huwa najiuliza, je, wakina mama ambao wamefanya wanashindwa hata kulala usiku, wamepoteza watoto wao wako wapi? Halafu saa hizi ukienda kuangalia zile comments, ukienda kusoma jinsi watu wanavyofurahia huyo mtoto ambao aliachwa kwenye hoteli, unaanza kusema kwa kweli Tanzania inapotea. Watu saa hizi wameshasahau yote yaliyotokea. Watu wamesahau jinsi watu walivyokufa, wapigwa risasi bila sababu yoyote. Watu wameshasahau. Wameshasahau. Si amepita hayo bwana. Wamehongwa wengine wameshaanza kusahau. Saizi ni tema mpya tu. Saizi kuna topic mpya tu ya nchini. Mtoto ameokolewa. Haleluya, mtoto ameokolewa. Kwa Tanzania. Are you kidding me? Mnalanguliwa, mnauziwa nchi. Saizi wote mnashangilia, haleluya, mtoto ameokolewa. Mimi sitaki kuongea baya, huyo mtoto ni malaika tu. Hakuna aliyofanya baya huyo mtoto. Na ninashukuru kaokolewa, hajauawa. Lakini kuna wengine ambao walikufa zaidi ya huyo mtoto. Kuna wengine ambao walipigwa risasi, watoto ambao walikopo ni nini? Walikopo ni mjengo wa taifa. Kama hawa wana habari. Wangekuwa wanatoa habari hizi zote toka mwanzo yaliyotokea yote Tanzania. Mbona tungekuwa sasa mbali sana. Lakini kwa sababu hata watangazaji, waandishi wa habari wote hawasiona, akili zao zimesimama pale pale tu. Na ndio maana hakuna kinachoendelea katika nchi ya Tanzania. Uganda kilitokea tu mara moja mambo ya uchaguzi nini? Baada ya masaa mawili tu wanahabari walipeleka taarifa nchi nyingine mpaka huku Ulaya tukaona kwamba kinachoendelea Uganda kutoka kwa wanahabari. Lakini wanahabari wa Tanzania wanatutolea habari za muhimu kwao wenyewe ni zile nani kalala na nani. Sijui mwanamke huyu mbea gani kasiju kapigana na nani. Hizo ndo zinapaa, hizo zinaendelea. Mtoto kaokolewa, sasa hivi ukienda kwenye kila page mtoto kaokolewa. Lakini watu wangapi wamepigwa risasi? Watu wangapi wamekufa? Watu wangapi wamebakwa? Watu wangapi wamepoteza watoto wao? Watu wangapi wamepigwa mpaka wamekuwa vilemavu? Watu wangapi wamepewa kesi zisizo na maana? Watu wangapi wamepotea hata hatujui wako wapi? Watu wamepotea hatujui wako wapi. Kuna mwanahabari yote ametoa hilo? Kuna mwanahabari yoyote wa Tanzania ametoa mwenye mayai mawili, mwanaume kamili ametoa hizi habari kinachoendelea? Hapana. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wamekuwa walafi, watu wamekuwa wana uoga, watu wamekwepo, yani wamekwepo ni sawa tu. Wakipewa vijihela vya soda, wakiambiwa kwamba wakipigwa minada, wakiambiwa kwamba tunafunga hii station yako tayari hapo wamemaliza, wanaacha. Wanafunga midomo, wamemaliza. Hata kama loko zao zinawauma ndani mwao, lakini hakuna kile wanachofungua mdomo wanasema chochote, hakuna. Lakini habari za upuuzi hizo tunaziona kila siku. Habari za alafu sasa hao wanaanza kuwatukana wale ambao wanajitahidi, wanajaribu kuishangilia Tanzania iende juu. Wanaanza kuwaita hao wambea, hao sijui malaya, hao sijui wanafiki, hao. Lakini wenyewe hizo ndani, unajua akili ni mali na kila mtu anayo yake. Huwezi kumbadili mwanadamu. Mwenyezi Mungu anasema huwezi kumbadili mwanadamu. Huwezi. Lakini ukipiga goti ukimwambia Mwenyezi Mungu, mimi nasali kwa ajili ya hii nchi, kwa sababu nchi ya Tanzania ilikopo
Nchi ya Tanzania ilikuwa nchi ya amani kuliko nchi zote ninazozijua mimi. Nchi ya Tanzania mtu unakuwa unajidai kwenda nyumbani. Unajidai kwenda nyumbani kwenu kwa sababu nchi yenye amani na utulivu. Tanzania kulikuwa hakuna vita. Tanzania kulikuwa hakuna utekaji. Tanzania kulikuwa hakuna uwaji wala risasi zinazopigwa zinavurura. Tanzania kulikuwa hakuna wizi wa serikalini. Na hata kama ulikuwepo, lakini ulikuwa unafunikwa. Watu walikuwa hawasemi kwa sababu watu waliokuwa juu walikuwa wanatumia akili. Hata kama walikuwa wanatuibia, lakini hatukuona hilo kwa sababu walikuwa wanafuna kitu kingine, wanatulipiza, wanakifanya. Saa hizi migodi inauzwa, hatuna chochote kile. Mbuga za wanyama zinauzwa, hatuna chochote kile. Uwanja wa ndege unauzwa, hatuna chochote kile. Hivi ushawahi kujiuliza kitu gani tena kitauzwa? Ni kitu gani kitakachokuja tena? Halafu hivi wewe unakaa unalala hivi unawezaje kulala usiku? Ukianza kutukusikiza hizi habari unalalaje hivi usiku? Halafu wewe unaishi hapo Tanzania na watoto wako na familia yako. How? You must be kidding me. Sikuweza sikutarajia hata siku moja kama naweza nikasema hili neno, lakini nasema mimi nina furaha kwamba sipo Tanzania. Yaani hii mara ya kwanza niatamka hili neno kwa sababu kinachoendelea kule nyumbani, kinachoendelea huko Tanzania sio kizuri. Na ngoja nikwambie kitu kimoja. Haya mawe yote, haya mawe yanayorusha yote yatawarudia wote wale. Sasa tunatukana pia na Wazanzibar. Tunaambiwa kwamba Wazanzibar wanatulisha sisi. Tunalishwa na Wazanzibar. Tunatukana ndio mtandaoni kwamba ni wa Tanzania tunajidai nini? Tunalishwa na Wazanzibar. Sikutaka kuja wiki hii yote. Sikutaka kuja mwezi huu kwa sababu ni mwezi wa kufunga. Mwezi wa kumshukuru Mungu na kumuomba kwa mambo yote ambayo ametubariki. Lakini unajua inauma sana. Inauma ndani ya moyo mpaka mtu nasema hivi hawa watu ni wanadamu. Ni wanadamu au mashetani? Hata shetani anashangaa kwa sababu hajawahi kuona mambo yanayotokea saa hizi. Alafu unafunga ushungi, unaenda kanisani, unaenda msikitini, unafunga, unasali. Mimi najiuliza tu, unakosali unamsalia unamuomba nani? Unamuomba Mwenyezi yule Mungu ambaye tunamuomba wote, au kuna Mwenyezi mwingine ambaye unamuomba wewe mwenye pembe mbili kichwani? Hatutaki kutukana kwa sababu ni kipindi cha Kwaresma, tunafunga. Tanzania, Mwenyezi Mungu ibariki Tanzania na watu wake wote. Lakini wa Tanzania msipoangalia mtaipoteza nchi. Tena mtaipoteza yote. Mtaanza kulipia visa kukaa Tanzania. Na wapendeni sana.